Praise God. Bwana Yesu apewe sifa. Siku hii ya leo ningependa kuwapea neno, na ujumbe wa leo utakuwa kuhusu neno la msalaba part 1 ama sehemu ya kwanza. Na Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Wakorintho 1:18, na kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi ambao tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba neno la msalaba kwao ambao wanapotea ni upuzi, lakini kwetu sisi ambao tunaokolewa, Biblia inasema ya kwamba ni nguvu ya Mungu. Yoyote ambaye wakati anapokea neno la msalaba anaipokelea vibaya, ambaye akipokea neno la msalaba ako kinyume nayo, Biblia inasema kwake ni upuzi kwa sababu anapotea. Lakini kwetu sisi ambao tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Nini hiyo ndio nguvu ya Mungu? Neno la msalaba kwetu sisi ambao tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Na tutasoma pia katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu 1:20. Biblia inasema hapa ni malaika, wakati Yusufu alikuwa akizungumziwa na malaika. Wacha tusikie maneno ambayo malaika alikuwa akiyazungumza kuhusu huyu mtu ambaye anaitwa Kristo Yesu, kuzaliwa kwake na kazi ambayo alikuja kuifanya humu duniani. Kitu ambacho wahubiri wameshindwa kufanya ni kutuambia kwa wazi kazi hii ambayo huyu Yesu alikuja kuifanya ilikuwa ni kazi gani, ilikuwa ni kazi ipi. Wahubiri wamekataa kutufunza ukweli, na ndio maana wanataka kutupokonya, wanataka kutukosesha amani tukiingia kwa kanisa, wanataka kutufililiza, wanataka kututumia sisi kutengeneza utajiri. Lakini siku hii ya leo ningependa tusikie hii neno ambayo ni neno ya kweli, neno ambayo ni Kristo yeye akiwa kama neno. Mathayo Mtakatifu 1:20, na Biblia inasema basi alipokuwa akifikiri hayo, huyu ni Yusufu, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofie kumchukua Maria kuwa mkeo, maana mimba yake ni ya Roho Mtakatifu. Naye malaika akazidi kumwambia, naye Maria atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu na dhambi zao. Biblia inasema ya kwamba kuna mtu hapa siku hii ya leo ambaye anaitwa Yusufu. Yusufu amemkuta Maria akiwa na mimba, akiwa na ujauzito. Anashangaa, sijalala na mke wangu, lakini mke wangu ako na mimba. Siku hii ya leo malaika alipokuja katika ndoto ndani ya wakati Yusufu alikuwa akiwaza, malaika akamwambia kwamba asihofie kumchukua Maria, maana ile mimba siyo ya kawaida, maana ile mimba ambayo Maria amebeba ni ya ajabu. Na huyu Yesu ambaye ameanzisha, huyu ambaye ndiye ambaye amejenga kazi ya msalaba, anazaliwa kutokana na maajabu haya. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtoto atazaliwa, na wakati ambapo atazaliwa na Maria, Yusufu ndiye ambaye atampatia jina ambayo malaika amemwambia, na jina hili akasema aitwe Yesu, kwa sababu yeye ndiye ambaye ataokoa ulimwengu kutoka kwa dhambi zao, ataokoa watu kutokana na dhambi zao. Siku hii ya leo ningependa kukuambia kwamba Yesu alikufa kwa msalaba kwa sababu ya dhambi zako. Hakukufa ili uweze kupata access mbinguni, hakukufa ati ndio upate ile nini ya kwenda kuongea na Mungu. Hakukufa ili aunde uhusiano na wewe na Mungu. Alikufa ili aondoe dhambi zako ufanyike mwana katika ufalme. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na Biblia inatuambia ya kwamba katika Marko 8:31, Marko 8:31, akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na baada ya siku 3
kufufuka. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, alipokuwa akitembea na wao, akaanza kuwahubiria na anawaambia ya kwamba kuna wakati ambapo unakuja, ataanza kupitia mateso. Kuna wakati ambao utakuja, atakufa, na baada ya siku 3 atafufuka. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Yesu ameanza sasa kuhubiri neno la msalaba, ya kwamba Petero walianza hii huduma wakiwa na Yesu, walitembea na Yesu kuanzia mwanzo. Wakati Yesu alianza kuita wafuasi wake, akaita hadi Petero. Hakuwa amewaambia haya yote, lakini sasa muda umefika, muda umekuja, wakati sasa anawaambia ya kwamba nitapitia mateso mengi na nitakufa. Petero akasimama akaambia Yesu, hapana, haiwezekani. Petero akajaribu kumkemea Yesu, lakini Biblia inasema ya kwamba Petro akamchukua akaanza kumkemea Yesu, naye akageuka akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro akisema, nenda nyuma yangu Shetani. Yesu anamtazama Petro, anamwambia ya kwamba nenda nyuma yangu Shetani, nenda nyuma yangu Shetani, kwa maana hauyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Kumaanisha kuna wakati ambapo Petro hakujua ya kwamba kukufa kwa Yesu kutaleta faida katika ulimwengu. Kukufa kwa Yesu kutaleta uokovu katika ulimwengu. Kukufa kwa Yesu kutakuwa ni kwa maana sana kwa wanadamu, na ndio maana Yesu anamwambia, rudi nyuma Shetani, kwa sababu ya Mungu hauyawazi, lakini ya wanadamu ndiyo ambayo unayawaza. Siku hii ya leo ningependa kukwambia mtazamaji, wacha kuyawaza ya dunia, waza ya huyu Yesu, maneno yake huyu Yesu mwenyewe. Wakati unampokea unapokea maisha, wakati unampokea unapokea wokovu, wakati unapokea yote ambayo ni ya ajabu, unapokea furaha ya Mungu, unapokea kitu ambacho hakina mwisho, unapokea maisha ambayo hayana mwisho. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na nitamalizia kwa kusoma katika Mathayo mtakatifu 29:39. Na Biblia inasema, nao waliokuwa wakipita njiani. Hapa ndipo ambapo Yesu alikuwa amewekwa katika msalabani, alikuwa amesulubishwa na amewekwa juu ya msalaba, na watu ambao walikuwa wakipita wakaanza kumwambia. Biblia inasema walikuja wakitikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kuvunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako, ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Sikiza jinsi ambavyo watu walimwambia. Yesu alifanya miujiza kwa miaka yote ya maisha ambayo alikuwa nayo hapa duniani. Yesu, hawa watu ambao wanamwambia hivi ni watu ambao alilisha watu 5,000, akachukua samaki na mikate akafanya miujiza ili wakule. Lakini hawa watu bado ndio wanamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, haijalishi miujiza ambayo tumeona ukifanya, haijalishi kitu ambacho wewe umetembea juu ya maji, haijalishi umefufua watu, haijalishi umeponya wagonjwa, tunataka ujitoe kwa msalaba ili tuweze kuamini. Lakini Yesu akajua ya kwamba kazi hii ambayo ninaifanya kwa hii msalaba ni ya maana kushinda kujitoa katika hii msalaba. Wacha nibaki katika hii msalaba ili watu wakaweza kupata wokovu. Yesu hakutoka kwa msalaba, na si ati hakuwa na uwezo, lakini Yesu alijua umuhimu wa kazi hiyo ya msalaba. Na ndio maana Biblia inasema kwa wengi ni upuzi, wale ambao wanapotoka ni upuzi. Kazi ya msalaba kwao ni upuzi, lakini kwetu sisi ambao tunaokolewa ni nguvu ya Mungu ndani ya maisha yetu. Na ndipo kila siku ambapo tunaamuka tunaambia Mungu ni asante, tunashukuru Mungu kwa sababu kuna kazi ambayo amefanya ndani ya maisha yetu, kazi ambayo ni ya msalaba. Mungu ametufanyia yote, ametukubali, ametuita wana, amesema tukuje katika ufalme wake, ametupa mavazi ambayo mwanadamu hawezi akatupa, ameficha uchi ambao mwanadamu hawezi akaficha, ametoa aibu yetu ya dhambi ambayo hakuna hata mhubiri ambaye anaweza akaitoa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Ningependa kuwaomba ya kwamba
wakati wote mnaposoma Biblia zenyu, wakati mnapokea neno, wacha tupokee huyu Kristo. Wacha tuondoe sarakasi na vituko katika makanisa. Wacha tuondoe vitu ambavyo havina maana ndani ya kanisa. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Ningependa kuwaambia ya kwamba Kristo ndiye ujumbe, na neno la msalaba ndio neno la muhimu sana ambalo linajenga msingi wa maisha ya Mkristo yoyote yule, kwa sababu hauwezi ukasema unaamini Kristo na haujui ni nani. Hauwezi ukasema wewe ni Mkristo na haujui Kristo ni nani. Hauwezi ukasema unaamini Kristo na haukubaliani na kazi yake ya msalaba. Lazima tuelewe kazi hii ya msalaba ni gani. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Mbarikiwe nyote na mzidi kupokea neno. Bwana apewe sifa. Hey.